Haleluya kanisa. Amina. Basi tupunge mikono kuonyesha tunasalimiana. Mkono usioonekana kila mmoja utakuwa umemgusa. Lakini Bwana awabariki sana katika sabato ya leo. Amina. Kwaya ya Kwambe imeimba fungu kuu. Kitabu cha Luka wameimba vizuri sana. Mungu awabariki sana kwaya ya Kwambe. Lakini kwaya ya Point A hapo sasa ndio imezungumza mara nyingi, washiriki wanakimbia meza ya Bwana. Na wakati ni huduma takatifu, ushirika, unafanya ushirika na Yesu. Lakini ni moja ya imani ya kanisa letu la Wasabato. Kwa hiyo washiriki tusikimbie kula meza ya Bwana. Lakini wameimba katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, tutasoma 11 mstari wa 27 na 29 tutasoma, lakini sio sahihi. Pale ndio waimba Point A. Basi niwakaribishe wote katika ibada ya leo, ibada makini. Basi tufumbe macho tuombe. Baba yetu muumbaji wa mbingu na nchi, mwenye enzi na mamlaka yote juu mbinguni, nasi Bwana tunakuja kama tulivyo. Hebu Bwana tupokee, tuhurumie, bariki watu wako, waponye kwa jina la Yesu. Amen. Basi katika huduma hii ya meza ya Bwana, ni huduma muhimu ambayo Yesu mwenyewe aliifanya, kumaanisha kwamba asingemwachia mtu mwingine aifanye, maana sisi wanadamu tuna ubinafsi, tungeingia kuanza kubagua. Lakini Yesu akaifanya mwenyewe kwa sababu sisi hatuwezi kusoma mioyo ya watu. Sio kazi yetu kuhukumu. Kazi ya Kristo ndio anayesoma mioyo ya watu. Anajua magugu na ngano. Sio kazi yetu kubagua. Na ndio maana kila Mkristo anatakiwa ale meza ya Bwana. Lakini somo langu la leo linasema chakula cha Bwana. Na chakula hiki cha Bwana kina majina mengi. Meza ya Bwana, Pasaka, ndivyo inavyojulikana. Lakini mimi nimekipa chakula cha Bwana. Chakula cha Bwana na wengi tumezoea, na ndio maana waimbaji wa Point A wameimba kutupa tahadhari. Tusile Pasaka ya Bwana kwa mazoea. Kwa sababu wengi tunakula kwa mazoea, hatubadiliki. Lakini leo tunakumbushana, kwa sababu kila robo tunakula meza ya Bwana. Kwa hiyo kila mmoja anapojinyenyekeza leo aonyeshe badiliko. Sio kila siku tunakula meza ya Bwana, tunafanya ushirika mtakatifu halafu hatubadiliki. Basi lakini Mtume Paulo aliwaambia kanisa la Korintho wajiandae kabla ya kula meza ya Bwana. Katika kitabu hicho cha Wakorintho wa kwanza 11 mstari wa 27 hadi 29. Hebu tusome hapo. Kwa hiyo Paulo aliwaambia kanisa la Korintho wajiandae kila mmoja kabla ya kushiriki meza ya Bwana. Wajiandae
kutoa chachu dhambi ndani ya mioyo yao, lakini pia kuonyesha utayari kumfuata Mungu, lakini pia kusameheana sisi kwa sisi. Lakini anaposema kwamba isivyostahili, anamaanisha ni yale mazoea. Tunakula alafu hatubadiliki, isipostahili. Na kanisa la kwanza walizoea kula kwa mazoea, kama vile sisi tunavyofanya. Kipindi hicho watu walileta mikate, kila mmoja analeta mkate wake. Kwa hiyo walio na uwezo walikuwa analeta mkate mkubwa, ambaye hana uwezo analeta silesi mbili. Kwa hiyo wakati wa kushiriki chakula cha Bwana, unaambiwa wewe uliyeleta silesi mbili mpe akome na silesi zake mbili. Na ndio maana utaratibu kaja mwingine kwamba kanisa likaweka utaratibu mzuri kwamba mkate uwe mmoja, lakini unakuwa na vipande vingi. Mkate mmoja unaashiria kwamba katika Kristo mwili wake ulivunjwa. Kwa hiyo kila anayeshiriki mkate wa Bwana ameshiriki mwili wa Kristo, kuonyesha kwamba wote tumejengwa kwenye mwili mmoja. Kwa hiyo washiriki, tusikimbie meza ya Bwana. Meza ya Bwana inatujenga namna ya Ukristo wetu. Meza ya Bwana ndio ushirika mtakatifu. Lakini pia kanisa letu ni imani za msingi kwa kanisa letu la Waadventista wa Sabato. Tusikimbie meza ya Bwana. Hakuna anayechagua kwamba huyu wale meza ya Bwana, huyu asili. Washiriki wote waliobatizwa wanatakiwa washiriki meza ya Bwana. Lakini mimi nitaongelea kidogo kutawazana miguu kabla ya kula meza ya Bwana. Kwa nini tunatawazana miguu? Na hili alilifanya Yesu mwenyewe baada ya kuambia wanafunzi wake waandae meza ya Bwana. Wakaandaa meza ya Bwana vizuri gorofani, vitu vyote vikaletwa, wakakaa mezani. Lakini desturi la kipindi kile ilikuwa kwamba kila wanapoandaa meza ya Bwana au Pasaka, ilikuwa mhudumu aandaliwe kwa ajili ya kuanawisha wageni kwa ajili ya safari ya vumbi. Siku hiyo wamekaa wamesubiria, lakini vitu vyote vimeandaliwa. Barasi la maji lipo, vitambaa na maji yapo, lakini mhudumu hayupo. Wamekaa wote, Yuda amekaa mkono wa kushoto, lakini Yohana mkono wa kulia. Wakabaki kutizamana. Mhudumu hayupo. Wanafunzi walitegemea vyeo vikubwa. Kwa hiyo kaonekana hakuna ambaye angeinuka kwenda kuwanawisha watu miguu. Kila mmoja alikuwa anahitaji cheo cha juu. Hakuna wa kujishusha. Yesu alipotazama kwa muda, akaona hakuna anayeshughulika na huduma hii. Yesu akainuka mwenyewe, akatoa vazi lake la nje ili iwe rahisi kumsogea kila mmoja kumnawisha miguu. Yesu akasogea, akatoa vazi lake, akajifunga taulo, lakini akachukua beseni akamimina maji. Wanafunzi wakaanza kushangaa, inakuwaje mwalimu wetu anachukua maji atunawishe sisi? Lakini kila mmoja akawa amekaa kimya, akishangaa na kuhuzunika. Hakuna aliyeuliza. Lakini Petro yeye kwa akili zake akaona, mimi hawa wenzangu watakuwa na shida kwenye kichwa, akili zao hazijaenea vizuri. Mimi akifika kwangu lazima nitagoma. Yesu akaendelea, lakini ilifika zamu ya Simoni Petro
Simoni Petro akasema maneno haya. Tusome kitabu cha Yohana 13. Tuanze mstari wa 3, tuanze wa 4 hadi wa 10. Maandiko yanasema, aliondoka chakulani, akaweka kando mavazi yake, akatwaa kitambaa akajifunga kiunoni, kisha akatia maji katika bakuli, akaanza kuwatawadha wanafunzi na kuifuta kwa kile kitambaa alichojifunga. Hivyo yuaja kwa Simoni Petro. Huyo akamwambia, Bwana, wewe wanitawadha miguu? Yesu akajibu akamwambia, nifanyalo wewe hujui sasa, lakini utalifahamu baadaye. Petro akamwambia, wewe hutanitawadha miguu kamwe. Yesu akamwambia, kama nisipokutawadha huna shirika nami. Simoni Petro akamwambia, Bwana, si miguu yangu tu, hata na mikono yangu na kichwa changu pia. Yesu akamwambia, yeye aliyekwisha kuoga hana haja ila ya kutawadha, bali usafi mwili. Nanyi mmekuwa safi, lakini si nyote. Maana ikiwa yeye atakayemsaliti, ndiyo maana alisema si nyote mliosafi. Bwana ni mwema na wakati wote, na mara nyingi sasa washiriki tunapofika kwenye meza ya Bwana, wengi tunamkimbia Yesu. Hatutaki kunawishwa miguu. Petro baada ya kuambiwa kwamba huna shirika nao, alijisalimisha akasema, si miguu yangu tu na mikono yangu, lakini na kichwa pia. Akimaanisha kwamba namna nilivyofikiri, kumbe nilifikiri vibaya. Akajishusha ili mawazo yake Yesu amtawaze, ili abadilishe ufahamu wake aliyokuwa nao. Akimaanisha kwamba vumbi la safari tunalotembea ni dhambi tunazozifanya ndani ya mioyo yetu. Maji hayaondoi dhambi, isipokuwa damu ya Kristo ndiyo inayotakasa. Tunaponawa miguu au kutawazana miguu, tunaonyesha kwamba Kristo anasafisha dhambi zetu ndani ya mioyo yetu. Lakini pia kiburi kishuke, uchoyo uondoke. Lakini Mungu atusaidie tuwe wanyenyekevu, tushuke kwa ajili ya kuwatumikia wengine. Ni jambo ambalo tunalifanya kwa ajili ya kutawazana miguu. Tunashuka magotini, unaanza kumtawaza mwenzio miguu, kumaanisha kwamba uko tayari kutumika kuwatumikia wengine. Usijione wewe uko bora kuliko mwenzako, lakini pia weka maslahi ya wengine kuwa namba moja kuliko ya kwako. Hicho ambacho kilikuwa kinamaanisha kutawazana miguu. Na huduma hii ya leo tunaifanya. Kwa hiyo kila mmoja ajiandae kwa ajili ya meza ya Bwana. Lakini Yesu katika utumishi wa watumishi, mtumishi wa watumishi, mtumishi wa Yesu anasema katika kitabu cha Mama White, katika kitabu kile cha Ndugu Safarini, ukurasa wa 378 kianzia 76 mpaka 78, kuna kipengele hiki anasema huduma hii ina mambo mawili: meza ya Bwana, lakini pia kutawazana miguu. Kutawazana miguu inatuandaa kwenye huduma ya kutukumbusha unyenyekevu wa Yesu na kujishusha. Kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 7. Lakini 2,
Kristo alikuja kutumika, sio kutumikiwa, akionyesha kwamba alikuwa tayari kufanya kazi ya hali ya chini, hata ya mtumwa, ili kumwokoa mwanadamu. Hata sisi leo tukubali kujishusha, na mara nyingi watendakazi wa mwaka wanateuliwa na kanisa linachagua watu waone na wanaona, lakini cha ajabu kila mmoja anakubali kwa moyo wake, na bado anakuja nasimama mbele ya kanisa na apisho. Ikifika kwenye kutumika sasa haonekani. Kwa hiyo ni kuonyesha kile kiburi, majivuno, uchoyo. Lakini Yesu alitumika kwa hali hii, lakini yeye ndio alikuwa mtu wa hadhi kubwa. Hajawahi kutokea mwingine mwenye hadhi kama Kristo. Haikupunguza chochote hadhi yake. Hata sisi kwamba mimi nyumbani kwangu wakasifanyii uwanja, lakini ni shemasi, ni zamu nihudhurie, nifanye usafi. Hanishushi chochote katika familia. Lakini wengi wanasema mimi sijui kufanya. Ndugu zangu, Mungu atuhurumie sana. Tusihitaji cheo cha juu. Na hata wanafunzi hili walikuwa nao. Na ndio maana Yesu akafanya kwamba iwe kielelezo, ni mfano kwa yeyote. Maana angeachia mwanadamu angeweka na vipengele vyake. Ndio maana akaifanya mwenyewe, akaipandisha hadhi Pasaka ya Bwana. Hata sisi tukubali kujishusha. Kama umekubali kutumika kazi yoyote, zamu yako ikifika, kubali kutumika. Ndio mfumo wa Yesu. Wa 14 na 15. Hatuwezi kuwa tunahudumiana kwa kuangaliana vigezo. Mungu aliweka utaratibu mmoja, kwamba kila mmoja ni utaratibu ambao uko sawa. Hakuna cha tajiri, hakuna aliyesoma, na hakuna masikini. Tuhudumiane sisi kwa sisi bila kubaguana, bila kujali maisha yetu. Lakini tatu, huduma hii huwakilisha kazi ya Yesu ya kusafisha mavumbi kutoka katika mioyo ya Wakristo. Kitabu cha Yohana 3:13 mstari wa 10 na mstari na 15 mstari wa 3 kutukumbusha kutumikiana kwa upendo, huruma na unyenyekevu, bila kujali tabaka zetu katika kanisa au jamii. Yohana 13 mstari wa 14 na Wagalatia ni Wagalatia 13:14 na 15, lakini ni kutukumbusha pia kututayarisha kuungamiana na kusameheana sisi kwa sisi, kutufundisha kuwa kuwahesabu wengine ni bora kuliko sisi. Tunawathamini wengine kuliko kujithamini sisi wenyewe. Hilo ndio kusudi la Yesu. Kwa hiyo tunapofanya meza ya Bwana, tukumbuke haya mambo matatu au manne. Hili unaweza ukasoma katika kitabu kile cha Yohana 5 mstari wa 16, pale ndio ameandika tuungamiane sisi kwa sisi na kusameheana. Ndugu zangu, leo ni meza ya Bwana, kila mmoja ahusike na kila mmoja. Hakuna aliyechaguliwa kwa ajili ya huduma hii. Washiriki wa kanisa wote tunahitajika tule meza ya Bwana. Tujiandae kwa ajili ya meza ya Bwana. Mungu na jina la Yesu. Amen.
wote tusimame na wimbo namba 117. wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje. Asante kwa masaa haya mchana, tunalihimidi jina lako. Watoto wako wanakuja sasa kama walivyo.
Hebu Bwana, kwa sababu wewe ni mfinyanzi nasi tu udongo, hebu Bwana ukatufinyange, ili Bwana ukapajenge sehemu ambazo zimebomoka, ili tufae kwa ajili ya kazi yako. Na waleta kusanyiko hili mbele yako, hebu wote ukawaoshe na ukawatakase, ili Bwana dhambi zao zisikumbukwe tena, kwa jina la Yesu, amen. Bwana ni mwema na wakati wote. Tutasoma katika kitabu cha Yohana 13 mstari wa 12 hadi wa 13. Injili ya Yohana mbili anasema, basi alipokwisha kuwatawaza miguu na kuyatwaa mavazi yake na kuketi tena, akawaambia, je, mmeelewa hayo niliyowatendea? 13, nanyi mwaniita mwalimu na Bwana, nanyi mwanena vema, maana ndivyo nilivyo. 14, basi ikiwa mimi niliye Bwana na mwalimu nimewatawaza miguu, imewapasa vivyo kutawazana miguu ninyi kwa ninyi. Bwana ni mwema na wakati wote. Basi tutakuwa tumeelewa kwamba maana ya kutawazana miguu ni nini. Nafikiri tutakuwa tumeelewa vizuri tunapofanya tendo hilo linamaanisha nini. Na ndiyo maana kunakuwa na huduma mbili kuu muhimu katika meza ya Bwana. Lakini tunapoingia katika meza ya Bwana, tutasoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza 11 mstari wa 24 nafikiri na 25. Alisema maneno haya kitabu cha Wakorinto kwa Mtume Paulo, naye akiisha kushukuru akaumega, akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. 25, na vivi hivi baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Na wakati wote
Kwenye viti tutainamisha vichwa chini, lakini walio mbele tutapiga magoti. Tutaombea mkate, alafu tutaomba wa divai. Tutaomba wa mkate, alafu tutavunja kimalizo, tutaomba wa divai. Alafu Asante Baba wa rehema, tunarudisha sifa mbele zako tukisema ni asante, maana ni mwema katika maisha yetu. Kila aliyopo humu ndani ulitambua tangu ulipomuumba kwamba siku ya leo atakuwepo ndani ya hekalu lako, na sasa kwa sababu umeruhusu hayo, tumesogea mbele zako, na kwa sababu tuko katika huduma takatifu, tumegundua kwamba sisi ni wadhaifu. Tusamehe, tutakase. Kuwepo kwetu katika huduma hii ya ishara ya mkate, ukumbusho wa mwili wako, isiwe desturi ya maisha yetu, bali ikatusogeze karibu nawe utakapokuja utujumuishe na watakatifu wako. Tumeomba tukiamini kwa jina lako Yesu. Amen. Amen. Mtakatifu Mungu mkuu, asante kwa ajili ya upendo wako. Tukio hili lilo mbele yetu si tukio la kawaida, ni la ajabu na lililo kubwa zaidi. Sasa tunajinyenyekeza mbele ya tukio hili, na kwa ajili ya damu yako ya pekee ya thamani iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya utakaso wetu. Leo ishara hii ya divai ikatufae sawasawa kulingana na damu yako, ikatutakase na tukazidi kutakasika mbele zako. Ukatushike mkono na kutusogeza pale tunapolemewa. Tunaposhiriki leo huduma hii, iwe chanzo cha kusimama na kutembea upya pale tuliposhindwa na kuwa wadhaifu. Twajikabidhi kwako na kushukuru kwa jina lako Yesu lililo kuu na la thamani. Amen. Mkate na wanafunzi wake akisema, huu ndio mwili wangu Hivyo hivyo baada ya kumega mkate baada ya kula akakitwaa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Bwana ni mwema kwa wakati wote. Mwenye ushuhuda tunamkaribisha wakati wanagawa mkate na divai. Mwenye ushuhuda tunamkaribisha. Endelee kuimba namba 19. Yesu anasema, wewe una nguvu, kesha ukaone na uje mwanangu. Alilipa bei na mioyo michafu
25. Naendea msalaba, ni mnyonge mpofu, yapitayo nacha, nipe msalaba tu. Ewe mwana wa Mungu, nainamia kwako, niponye sasa Bwana, natoa yote kwako, nafasi nazo nguvu, roho yangu na mwili, viwe vyako milele. Nakutumaini tu, ewe mwana wa Mungu, nainamia kwako, niponye sasa Bwana. Bwana ni mwema. Kuna mtu hajapata? Wote tumepata? Basi tutumie. Karibu mwenye shuhuda kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nina uhakika kwamba kila mtu ana uwezo wa kumshuhudia Mungu kuwepo tu ibadani siku ya leo. Lakini mnakumbuka siku moja nilitoa ushuhuda hapa alafu ukanishi